Shalom shalom, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Katika Zaburi 18 mstari ule wa 6, neno la Mungu linasema, katika shida yangu nalimwita Bwana na kumlalamikia Mungu wangu. Akasikia sauti yangu hekaluni mwake. Kilio changu kikaingia masikoni mwake. Mwandishi wa Zaburi hii ni mtumishi wa Mungu Daudi. Anasema alimlilia akiwa hekaluni. Nilikuambia katika somo lililopita, nafasi yako ya kwanza katika kurejea kwa Mungu ni kumfanyia ibada. Na hapa huyu mwandishi anasema alikuwa hekaluni. Hekaluni ni nyumba ya ibada kwa historia ya taifa la Israeli. Lakini katika Agano Jipya hekalu likabadilika, likawa limehamishiwa katika miili yetu. Kwamba hatuhesabu nyumba iliyojengwa kwa mikono ya wanadamu. Kama Matendo ya Mitume 17 inavyosema, je, hamjui ya kuwa Mungu hakai katika majengo yaliyojengwa kwa mikono ya wanadamu? Mungu anakaa ndani yenu. Lakini neno hilo pia limerudiwa katika Wakorintho wa kwanza 3:16. Nasema hamjui ya kuwa mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Na Wakorintho wa kwanza 6:19 inasema, je, hamjui ya kuwa mwili wenu umekuwa hekalu la Roho Mtakatifu na ya kuwa Mungu anakaa ndani yenu. Kwa hiyo maisha yetu, nyumba ya Mungu au makao ya Mungu au makao ya Roho wa Mungu yamehamishiwa kuwa ndani ya mtu mmoja binafsi. Ndio maana nilikuwa nakwambia mwanadamu yoyote akikosa ibada ndani yake, ni lazima kuwe na kitu kingine kinakuja kureplace ibada, kwa sababu asili yake imeumbwa kumwabudu Mungu, na hiyo Mungu ameiweka kabisa. Ndio maana nikakwambia katika nafsi, roho na mwili, vitu hivi viwili, nafsi na mwili, vinatakiwa viendeshwe na roho. Na roho ya nani? Roho wa Mungu. Ukiacha kubaki hivyo katika hiyo roho, katika huo moyo wako, zinaingia roho zingine ambazo si roho wa Mungu kuja kukuendesha. Kwa maana unakuta watu wengine wanaendeshwa na tabia tofauti ambazo hata hazimpendezi Mungu, ambazo hapa hazina matunda kwa maisha, ambazo hapa hazina kurisishwa kwa kizazi kingine. Jambo moja ambalo linaweza likamsaidia kijana, mwanadamu unayenisikia, mpendwa, warika lolote lile, kinachoweza kurisishwa katika maisha ya mwanadamu kikadumu ni kumcha Mungu. Ndio maana unaona mataifa hayo ya Mashariki ya Kati huko Israeli, wao wana historia katika maisha yao ya imani, kwa sababu hawakurisishwa utajiri tu, hawakurisishwa ardhi, walirisishwa maisha ya ibada. Yale maisha ya ibada yamesababisha yaende kizazi hata kizazi, na wakawa na msingi ambao hauwezi kuondolewa. Sasa sisi tunachokosea, tunawaza labda tukiwa na mali nyingi tunaweza tukawarisisha watoto wetu, tunawaza labda tukiwa na elimu kubwa tunaweza tukawarisisha. Ni sawa kabisa, hivyo vitu ni vya logic kwenye maisha ya mwanadamu, lakini kitu cha kwanza katika moyo wa mwanadamu ni kuwa na ibada, kwa sababu hiyo ndio Mungu ameweka, na ameweka wivu mkubwa sana eneo hilo. Na ndio maana unaona vijana sasa hivi ambao labda tumemkataa Mungu, tumeanza kuishi maisha ya kidunia na kufuata namna yote ya dunia, tunakuwa hatuna mwisho mzuri, tunakuwa hatuna matunda, tunakuwa hatuna potential yoyote kwenye jamii inayotuzunguka. Ni ombi langu kwamba kijana unayenisikia, mpendwa unayenisikia, kwa rika lolote lile, ndani ya moyo wako rudisha moyo wa ibada, ili Mungu aje akae ndani yako. Na akija kukaa ndani yako, ninasema Mungu huwa amebeba package zote za baraka. Kuna mafundisho mengi ya imani mbalimbali, namna ya kupokea baraka, ufuate huku. Lakini tumbuke ahadi ya Mungu katika Agano Jipya ni Mungu yeye kuja kukaa ndani yetu, na akikaa ndani yetu tukiomba lolote tunapata. Mungu akubariki sana. Na nimesoma Zaburi 18 mstari wa 6, uone hilo neno hekaluni. Na ukisoma kwenye Agano Jipya, hekalu limekuwa miili yetu. Kwa hiyo mwili wako ni hekalu la Mungu, na Mungu anataka akae ndani yako. Mrudie Mungu, uishi naye, utembee naye. Kila kitu ambacho unahitaji kwa hatua na ngazi za maisha yote Mungu alizoweka kitapatikana kwa wakati. Mungu akubariki sana. Tutaendelea kujifunza, naendelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii. Shalom shalom.